na ni vibaya kukaa ukaomba kufa. Mtume kakataza, labda kwa kuogopa fitna. Fitna ile tuliotaja juzi, kuogopa fitna, yani vikwazo vya kidini. Kama unafika wakati vikwazo vya kidini, yani dunia inakuwekea vikwazo vya kumwabudu Mungu, ndio inaitwa fitna. Wal fitnatu ashaddu persecution. Kama dunia haikupi nafasi ya kumwabudu Mungu, unamwambia Mwenyezi Mungu, niue ikiwa kufa kwangu ni kheri, na nibakishe ikiwa kubaki kwangu ni kheri. Tumia ujanja huo. Na wako watu, kuna watu humu Afrika, nitakutajia tena Tanzania hii, walijua hizi tawala hizi zinazokuja. Alifika pala kwa Mwenyezi Mungu, kuna mtu mmoja atakuja kutawala nchi hii, naomba nichukue kabla hajakuja kuchukua nafasi. Na aliondoka, alikufa. Akaja huyo mtawala, wale wengi wakawacha kufa, watu wa kheri. Wameogopa alfitna wa minan nasi. Tumeisoma pale jana, na leo tumemsikia Sheikh ameisoma. Imeeleka. Haya, tunakuja katika taslia, na ndio aya yetu ya mwisho. Mwenyezi Mungu anamwambia mtume sasa. Hii aya anamwambia nani? Mtume Muhammad, wa in tukadhibu, wakikukadhibisha, kama watakukataa hawa. Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anataka umma wake wote wawe Waislamu, wote waingie peponi. Kitendo cha kutokubali wale watu kilimuumiza. La'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadha alhadithi. Kumbuka hata ile siku anakufa babake Abu Talib, alilia sana, akawa mnyonge, akauita ule mwaka amul huzni, mnyonge, mpaka Mwenyezi Mungu akamwambia kwamba innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wewe mtume humuongozi umtakaye na unayempenda, Mungu anamuongoza amtakaye yeye. Innaka la tahdi, yote miyajua, innaka la tahdi man ahbabta, una uwezo wa kumuongoza unayempenda. Siku zote mtu unayempenda unataka aongoke, si ndio? Lakini uwezo huo mwenyewe ni nani? Allah. Wama ala rasuli, wewe mwambie tufikishe. Leo dunia hii imekuwa tunachaguana na tunaingizana motoni, yule wa moto. Wama ala rasuli illa, mfikishie. Mungu ikiwa amemfitari kumchagua aingie peponi kwa ulimi wako, ataingia. La hakukuwafikisha, hatoingia. Tumeelewana? Sasa hapa anamwambia Mtume Muhammad, wa in tukadhibu, mkimkadhibisha, au kwa ye wa in tukadhibu. Hapa Mwenyezi Mungu anawahutubu na anatukutubu sisi, anaongea na sisi na Makuraishi wakati ule. Mkimkadhibisha huyo Muhammadi, kuna jumla zimeondoka hapo, wa in tukadhibunahu, ndio hii nimefanya kazi yake hapa. Jawabu, faqad kadhaba umamun min qablikum, nyie sio wa kwanza, walikadhibisha nyumati nyingi kabla yenu. Nyie mtakuwa mnafuata sunna ya wale tu. Sawa? Kwa mtume wetu sisi hana makosa. Wama ala rasuli, hakuna jukumu la mtume isipokuwa kufikisha tu. Ala inajukumisha hiyo. Alikuwa jukumu la mtume yoyote isipokuwa, na hapo imekuja rasuli kwa maana Muhammad, alif na lam. Imeeleweka? Wewe kazi yako ni kufanyaje? Tena kwa njia nzuri. Fikisha kwa njia nzuri, bil mau'izati alhasana qawlan layyina. Jana tumesema, juzi pia nadhani tulisema, ikiwa Firauni alojiita Mungu, Firauni kajiita ana rabbukumul a'la, lakini Mwenyezi Mungu anamwambia Musa na Harun, waqula lahu qawlan. Huyu kajiita Mungu, nyie msende kupambana naye, mwambie ni maneno mazuri, maneno laini. Leo mawaidha laini hakuna, ni kufoka tu, ni kubeza tu kwenye mawaidha. Mtu anatoa mawaidha anabeza, anatukana, mkali, katoa jicho hivi. Waqula lahu qawlan ud'u ila sabili rabbika bil hikma, lingania kwa hikma, wal mau'izati, na mawaidha mazuri. Hikma, hapo kwenye hikma kuna darasa kubwa. Sometimes unakwenda mpaka katika kundi la waovu, unakwenda huko unajichanganya, ukitoka unaibuka na mmoja.